Hi guys, mko poa? Mimi niko poa. Kwa episode ya kesho ya Neema, tutapata Neema ako cafeteria. Kule kwa hoteli msisahau, sawa? Ako hapo ni kama kuna hesabu fulani anafanya. Then Mark anampigia, anamwambia hi sweetheart. Na yeye Mark anamwambia hi beautiful, uko aje? Neema anasema niko salama huko. Anamwambia ndio namalizia hesabu hapa, wewe uko wapi? Anamwambia sijui ndio anatoka wapi, lakini ataona atampitia. Neema akamwambia I don't know for how long I'll be here. Wewe fanya hivi, endanga tu home. Mark akamwambia ni sawa, acha nione. Tutapata Jaden amefika kwa ile bash, anapata Jojo ako nje anamza. Jojo unafanya Val ako nje anamza. Val unadu, anasema mimi niko tu hapa na reminisce about life. The next minute anamza, na by the way umeona Jojo? Anamwambia ako huko ndani na Amani. Acha nikuambie Jaden, Jojo na Amani sai wako hivi. Anamcrossia vidole. Jaden anaudhika, anamuita Val, hey, watatu. Val anaanza kumwambia imeenda bro, ilishaenda hivyo. Anaanza kumuonyesha na mikono. Jaden anamuondokea after amekasirika. Tunapata Neema alipata usingizi like akiwa katikati ya hizo hesabu akapata some sleep, so yeye amelala. Duncan na yeye ndio huyu ni kupiga, anapiga shughuli yake polite, anamwaga mafuta nini kila kitu, anamaliza na anaondokea na anawasha hadi moto anaondokea. Jaden na yeye ni kuchoma. Amefika ile bash, amepata Amani ameshika dem fulani hapo amevaa red. Jaden anaenda kama amemvamia. Juu alikuwa anadhania huyo dem ni nani, ni Jojo. Wanastopisha fight. Then Jojo anakuja anamuita Jaden anatana anaona ni Jojo. Guy anasema shit, si mwenye alikuwa na Amani. Tunapata Neema amesikia hiyo nini commotion ya moto na hiyo nini ya moshi. Hiyo nini hiyo inaitwa kusikia vibaya. Hiyo sasa ya moshi guy. Hiyo anafeel nika akona issues na breathing or something hadi akaamka. Neema anashtuka anaanza kusema help wapi? Neema anajipata tu ameanguka chini. Tunapata Jojo anaanza kusomea Jaden mbele ya watu. Anamuuliza Jaden, what are you even doing? Jaden ananyamaza tu, hakuna kitu yote anasema. Val na yeye ni anachukua Amani, anaanza kumcomfort, anaanza kumwambia usijali sweetie, utakuwa sawa. Duncan si ashamaliza shughuli yake. Hapa ako juu ya gate ni kupita, anapita juu gate yenyewe imeshafungwa. Yeye sasa anapitia juu like anaruka. Tunapata Jaden finally wameenda nje na Jojo kwenda kuaddress hiyo issue huko nje. Then sasa Jaden anaanza kujitetea kwa Jojo akimwambia mimi nilikuwa naona kama huyo demo ako na Amani ni wewe. Jojo anamwambia so insecurities zako zimekufikisha hapo. Wewe mwenyewe unafikiria eti naweza fanya vitu zingine, si ndio? Okay, ni sawa. Tunaona Duncan ako pale kwa farm ni kumalizia shughuli. Mark na yeye ndio anaingia akienda kuangalia Neema. I think aliamua tu akuja ampitie, amwangalie, ampiko something. Duncan hakuonekana. Tunaona Mark amefika, yeye alikuwa na concentrate na hizo flames za moto na especially Neema mahali yako. So nani anaitwa nani huyu? Mark anafika, anaanza kuangalia Neema, anaanza kumtafuta, finally anampata, anaanza kumwangalia, anaona ni kama hata hapumui and all that. Tunapata nani? Duncan ndio huyu anapigiwa simu na Eddie, anasema kila kitu iko sawa, like everything is just sorted. Uko sawa? Uko sawa. Tunapata Jojo sasa wamerudi ndani, yeye peke yake akiwa na hii ni ile kapo sasa ilikuwa ina propose. Huyu ni ule demu alikuwa anaproposiwa. So Jojo anaanza kumwambia I'm really sorry, I ruined your birthday and all, your proposal and all that. Huyo demu anamwambia no, usijali, it's very okay. And then anaanza kumwambia by the way, a free advice my girl, usirush into marriage, sawa? Take time, usome mtu, just do whatever you can, but don't rush into marriage. Mark amesha kutoa Neema nje, ndio huyo anajaribu kumfanyia all she can
anajaribu kumfanyia chenye chote awezayo kumsaidia aweze kupumua, cause Neema ha respond to shit like anything. Tunapata Amani washafika home and then anaanza kuuliza Jojo kama kuna time waongee. Jojo anamwambia I know. Anaketi wanaanza kuongea, anaanza kumwambia vile ako sorry, Jojo ni mwenyewe ako sorry, so ana try to apologize on behalf of him. And then Amani anamwambia and all that miss Katai, lakini acha nikuambie, mimi ningekuwa naulizwa kuhusu wewe kukuwa na huyo chali, mimi ningesema no, because huyo chali hata sijui. Tunatoka hapo, tunaona Val ashafika home, anaanza kuelezea mamake, anampea chai ya vile imehappen leo. Unajua zenye mamake alisema, sasa huyo mama na mtoto wanasikianga aje wakati wanapiganiwa tu na wanaume huku nje. Kwanza huyo Neema sasa anataka Mark na bado anataka Eddie. Anatakanga aje? Tunafika, tunasikia Jojo akiita Amani. Amani anakuja anamwambia yo nini what's up? Jojo anamwambia mimi nimekuita kukuuliza hao watu wote wako. Anaanza kumuuliza watu like Mark mamako wanaamua kupigia mamake simu. Si ndio hapo simu ya mamake ilichukuliwa na Mark na akamuelezea everything. Tunapata Eddie wako na Duncan. Anampatia pesa na anaanza kumsomea hapo akimwambia na uchunge sana utumie hiyo pesa vizuri. Anaanza kumwambia ati na uko sure kila kitu ilienda salama? Duncan anasema bosi kuna kitu iliharibika. Tunapata Eddie amepigiwa na Jojo simu, anamueleza vile mamake amepelekwa hosi, there was some sort of fire in the farm blah blah blah. Eddie anashtuka. At first anaanza kunini. Jojo na yeye anaendelea kumwambia dad uko happy please come. Babake anamwambia you don't worry, ako hospitali gani tupatane huko. So anamuelezea Eddie anaanza kupoint Duncan kumwambia sasa wewe ni wapi? Ungeangalia huko uangalie kama kuna mtu, ungeangalia around uone kama kuna mtu. Anamwambia listen, mimi niliangalia kila mahali na hakukuwa na mtu. So sahi I'm just shocked and surprised kuniambia ati Neema alikuwa huko ndani. Tunapata Doc, Mark na Neema wako pale. So far sahi hakuna mse amefika, ni Mark peke yake. So anaambiwa ati anaweza enda home leo but atakuwa na some sort of headache na dizziness, which is very understandable. Wanaambia Doc asante, Mark anaambia Doc asante na Doc anaenda zake. Tunapata Amani na Jojo sasa wameingia. Amani sasa hata Mark ashakuwa dad. Ati dad, nini ili happen? Sasa tuliniambia mlikuwa kwa farm mnafanya nini hii masaa? Sasa tuliniambia ulikuwa unaenda sijui wapi. Mark akamwambia mimi nilikuwa nakuja home and then nikaamua nipitie Neema, but yeye mwenyewe alikuwa ameniambia nisiende kwa farm, niende tu nimpate juu nimechoka, niende tu home tutapatana mbele. Lakini mimi nikafeel tu hapana. Jojo ona vile ako na stress, anaanza kusema no I don't know. Babake na hiyo time ndio anaingia. Mark on the other end na yeye pia alichomeka. Ako na burn but I think imepakwa dawa na daktari. So Jojo anaanza kuelezea babake vile Mark amesave mamake. Eddie the audacity ati what could I have done without my beautiful wife? Sijui nini. Amani kuona hivyo anaambia babake mzae abu amka akitwende huko, twende tukachill huko nje. Babake and then anakaa anamwambia kitu kingine eti by the way dad, hebu next time ujichunge sana, usipoteze maisha yako wakati tu tumeanza kujuana. Mark anamwambia usijali sana, utanijua na hakuna mahali mimi mwenyewe naenda, so I'm very okay. Sawa. Wanamalizana na wanatoka nje. Mark anaenda anaketi hapo nje, then Neema tunaona akikuja, anaanza kuhagiana na Mark. Anamuuliza guy Mark, kwa hivyo pia wewe uliumia? Mark anamwambia wewe usijali, mimi sio important, wewe ndio uko of importance, unajisikia aje? Anamwambia mimi niko sawa kabisa. Tunasikia Eddie akiambia Neema ati waende home, aende adropiwe huko, ati akuwa anakaa huko.
Neema alimwambia Eddie, mimi saa sina nguvu yote ya kuargue na wewe, lakini jaribu ufanye vile unataka kufanya. Tunatoka hapo, tunaona Duncan ameshafika home. Anapata Sharon alikuwa amelala kwa kiti. Sasa si ni Sharon aamke aanze kumuuliza Duncan, ulikuwa wapi hiyo time yote, nini iliendelea? Akamwelezea kila kitu vile walienda kwa farm. The next minute anaambiwa sijui anga nini, yani story tu mingi. Duncan anaelezea Sharon kila kitu, and then anamaliza anatoa hizo do zenye alipewa na Eddie. Sharon ananyamaza, anasema wow, Mungu wangu, ningekulipa na nini? Nibarikie tu huyu mwanaume. Ukimsikia vile anaongea, acha tu. Tunapata Duncan anamwambia usijali sweetheart, kila kitu ni pole pole. Duncan anajibu, Sharon anajibu inafaa ikuwe hivyo. Then Sharon kuna vile ana address Duncan akimuuliza alikuwa farm kufanya nini. Duncan anakana na akasema farm, mimi hakuna mahali popote nimeenda huko kwa farm, mimi nilikuwa sijui huko garage sijui nini. Then Duncan anaanza kunusua na Sharon. Sharon anamuuliza umeelewa? Anamwambia hapana, mimi nilikuwa huko garage, wacha hata nikaoge, na anaamka anaenda. Jacket yake sina baki hapo. Sharon akiporapora anaingia ndani, anapata nini? Anapata kifuniko ya mafuta, ile ya mafuta taa, anaanza kuinusa. Hapo ndipo alianza kuclick ile story yenye Duncan amemwambia ati yeye mwenyewe hakuwa kwa farm. So Sharon amebaki hapo akiwa amezubaa. Hapo ndipo episode imeishia. Wacha tutaona Thursday vile kutaenda. Good night guys.